Karibu msikilizaji, ni kupatie taswira ya taarifa ama taswira ya miji kadhaa nchini Kenya siku hii ya maandamano ya kulalamikia ongezeko ya bei la mafuta. Sasa msikilizaji, nimekusanya ama nimejaribu kufanya tathmini ya uwezo wa maandamano haya ambayo yameandaliwa siku ya leo. Sasa ilitarajiwa kwamba maandamano haya yangekuwa Nairobi tu kwa sana, lakini nimepata kuona kwamba maandamano haya yameenda countrywide, yaani sehemu nyingi za taifa zinashuhudia maandamano haya. Kwa ufupi, the whole transport sector hawapo kazini, na kwa hivyo hakuna shughuli za uchukuzi zinaendelea siku ya leo. Kama hamna shughuli za uchukuzi, inamaanisha watu hawakuenda kazini, kwa hivyo hamna shughuli nyingi zinafanyika nchini Kenya leo. Watu mbalimbali, kuna watu wa kwenda hospitali, watu wana shughuli nyingi, watu wanaenda airport, watu wanaenda popote pale. Hamna shughuli ambayo inaendelea siku ya leo. Baadhi ya picha nimezipata kutoka maeneo tofauti tofauti. Eneo la Nakuru nimeona kwamba wametia mawe barabarani pale kuhakikisha kwamba hamna chochote kinatendeka, lakini hata ukiangalia hamna dalili ya gari ama chochote kinachotumia barabara kando na watu wanaweza kupita sehemu hizi ambazo zimewekwa mawe. Kwa hivyo barabara zimefungwa eneo lile na hakuna chochote kinaendelea. Lakini pia nazipata picha kutoka eneo la Kitengela, ambapo eneo la stage linaonekana kwamba gari zimepaki pale, na gari nyingi ziko pale kwa maana watu hawajaweza kutoka siku ya leo, hamna shughuli pale. Gari zimetulia pale, ziko kwenye stage tu, lakini kwa mbali kuna sehemu ambao wamewasha moto na kuna watu ambao wanaonekana kwa wingi wako kwa upamoja. Naamini ni kwamba wametokea kufanya maandamano yao pale na kuhakikisha kwamba siku hii sio siku ya kazi kama ilivyotarajiwa. Lakini pia nimepitia eneo la Thika Road, nimeweza kuangalia pale watu wengi wako barabarani, na kuna sehemu ambazo wamewasha mioto barabarani, lakini pia kuna gari limechomwa hapa baada ya huyu jamaa kusemekana kwamba alilazimisha kupita eneo hilo na alivaa kofia ya UDA akisisitiza kwamba anasapoti upande wa two-term. Msikilizaji, ni kusema kwamba anategemea kwamba Rais Ruto atarudi kwenye kipindi cha pili, na watu wanalalamika kwamba Rais Ruto hajaweza kuangalia vizuri kwa sababu wanang'ang'ana sana kuhusiana na swala hili la mafuta. Lakini pia nimepata picha kutoka eneo la Nyamira Ekerenyo pale, ambapo shughuli za kawaida hazijaendelea. Watu wako barabarani, wengine wamekaa pale, kuna sehemu wamewasha mioto, lakini shughuli za kawaida za uchukuzi haziendelei katika eneo hili pia. Na inanipa picha kwamba kinachoendelea ni kitu ambacho kipo nationwide. Kwa hivyo sio janga la sehemu moja. Na leo msikilizaji, maandamano haya yanasemekana kwamba yataendelea kwa siku 3 ikiwa serikali haitatoa mwafaka wa vile tutakapoweza kuendelea mbele. Kwa hivyo ikiwa siku ya leo serikali haitoi mwelekeo wa jinsi tutakapoendelea kufanya mambo haya, ina maana kesho pia maandamano haya yatashuhudiwa
kesho kutwa pia tutashuhudiwa maandamano haya. Kwa hivyo ndo picha kutoka sehemu nyingi. Bila shaka msikilizaji, nimeweza pia kupata picha kutoka eneo la Eldoret. Eldoret, utakumbuka kwamba huku ndo ngome ya UDA ama eneo lake Rais William Ruto, lakini hapa wananchi pia wanaonekana kwamba wamejaa ghadhabu na wameshiriki kuwasha mioto na kutokea barabarani kuhakikisha kwamba maandamano ya leo yanafua dafu na kuhakikisha kwamba sauti yao pia inapata kusikilizwa, kwamba wameweza kushiriki katika magombezi haya na serikali kwamba bei ya mafuta iweze kudhibitiwa. Sasa picha kamili inayotokea ni kwamba Wakenya wote wamejaa ghadhabu kutokana na bei hizi za mafuta zilizoweza kutokea. Ndio maana watu wengi wapo nje kuhakikisha kwamba wanaishinikiza serikali kuondoa ama kupunguza bei hizi za mafuta ili waweze kumudu hali ya kuendelea kufanya biashara. Elewa kwamba sekta ya matatu walisema kwamba ikiwa serikali haitaweza kupunguza ama kudhibiti bei hizi za mafuta, wataongeza fare kwa 50%. Kwa mfano, ikiwa unatoka eneo ambalo kwa kawaida unalipa shilingi 100 kwenda na kurudi, sasa utalipa shilingi 200 kwenda na kurudi. Kwa hivyo utalipa jumla ya shilingi 400. Kama ulikuwa unalipa jumla ya shilingi 200, sasa utalipa jumla ya shilingi 400. Kwa hivyo hichi, msikilizaji, kitakaa ni kigumu sana kwa watu kukichukua, kwa sababu watu wanakuwa wanapika budget. Kama unaenda kazini, budget yako ya kuenda kila siku isizidi mshahara wako. Kwa hivyo ikiwa bei ya mafuta inaenda juu, inamaanisha mishahara basi watu waongezwe ndio waweze kumudu. Ikiwa mshahara hauongezeki, hawataweza kumudu kwa sababu hautafanya kazi ili ulipe fare tu. Unahitaji kula, unahitaji kufunza watoto na yaani masuala mengi yapo pale. Kwa hivyo serikali ni sharti waweze kuangalia hiki na kuweza kuhakikisha kwamba mafuta yanapatikana kwa bei nafuu. Zidi kutufuatilia, zidi kutia subscription. Jina langu ni Presenter Gutton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na kukupatia picha ya kinachotokea.